Na mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za hapa nyumbani? Naona tupo. Hali ya familia? Familia ipo ijambo. Ndio. Sasa mtumishi wa Bwana, nilipokuja niliweza kupekua kwenye kabrasha la viongozi wa kanisa. Nikawa naangalia viongozi ambao wapo. Ina maana kwa sababu nyendo wenyeji, kuna vitu ambavyo nilikuwa najaribu kuviangalia ili tuweze kuiendesha hii huduma. Kwa hiyo nikaona kuna jina lako ukiwa kama mzee wa kanisa. Sasa ndio maana nimeweza kufika hapa kwako ili uweze kunipa machache yale ambayo unayajua kuhusu kanisa. Lakini mchungaji, tumeongea maneno yote na umeniuliza nikakwambia jinsi zilivyo. Lakini sasa naomba nikuulize, ulivyokuja huku kwenu umeaga? Make huku kwetu kuna wachungaji wanakuja kwa jinsi ulivyokuja, lakini hawakai muda mrefu. Juzi kati tu hapa kuna mchungaji amekuja, yani kisukari tu aliugua dakika 2 akafa. Umeaga lakini? Yani wachungaji wanakuja wanaugua magonjwa hata yasiyoeleweka. Kwa dakika chache tu maiti yanarudi kwao walikotoka. Utavumilia kweli wewe? Hayo maisha utayaweza wewe? Lakini mchungaji, hayo yote tuyache kwa Mungu. Inabidi uzame kwenye maombi kweli kweli. Haya, uwepo wako kwa Mungu utaonekana. Nimekusikia. Lakini acha mbingu zitazungumza. Asante, nilikuwepo hapa. Niligaribiwa kama dhahabu motoni. Nililia nikasema, Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa Bwana, hata leo nipe nguvu mpya. Hata kama moyo wangu umechoka. bado unasema, Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini. Kipimo cha imani niku. Asubuhi njema mama. Mama nakuongeresha asubuhi njema. Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini. Kipimo cha imani ni kuvumilia. Bwana, mpe amani. Na wote wanaonichukia wasinione adui, wanione kuwa mimi ni ndugu. Niligaribiwa kama dhahabu. Leo lazima nipate mmoja. Hivi unajua jana walinikimbiza?
umefikia hali hii? Unafanya nini hapa sasa? Umefikia hatua ya kuiba tena kwenye miji ya watu? Pasta, mbona unanifuatilia? Usinifuatilie pasta. Lakini pasta, unanishangaza. Wewe ubiri kanisani, lakini usubiri barabarani. Ujielewi? Usiniangalie mimi kama malaika. Sikufuatilii mwanangu. Nilikuwa napita tu. Kipara, macho yako yana huzuni kuliko hasira. Acha maneno yako ya imani pasta. Hivi kwani wewe hujui njaa? Lakini pasta, wewe una sadaka. Sisi wengine hatuna hata senti wala hatuna hata chakula pasta. Hivi unatuonaje? Kipara, njaa haiwezi ikaondoka kwa kuiba mwanangu. Nikuombe kitu kimoja. Njoo kanisani kesho. Tutazungumza vizuri. Unajua Kipara, bado Mungu ana makusudi na wewe. Na ana nafasi pia na wewe. Pasta, hata gizani unaangalia, lakini hapa umekwama. Si rahisi unibadilishe mimi. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno bali kwa kusubiri. Hivi ni nani aliyoweka hivi vitu hapa? Mume wangu, kwani umesimama hapo? Kwani umeona nini? Niliona viungu vitatu hapa. Vilikuwa hapa, kisha vimetoweka kama moshi. Nikwambia kitu mume wangu, adui anajaribu ila atashindwa. Ila vita imeanza upya.
Ni siku ndefu bwana, lakini huduma yako si yangu. Kijana, habari ya mchana. Unajua nini mchunga? Mchana ni mzuri kwa wasafi wa moyo. Sisi wengine ni kivuli tu. Chunga. Nilikuwa nimevaa shati langu. Sasa litakuwa limeenda wapi? Kwa mamlaka la jina la Yesu, kila nguvu ya upotevu haitanizalilisha mchana wa leo. Mungu atarudisha heshima yangu kama anavyorudisha nuru kwa jua. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma, wakati haoni njia bado unasema, Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini. Wengine wanasema muone Mungu wake yuko wapi. Chungaji anatembea bila nguo, bila shati, au kashikwa ugoni vipi? Nishangaza leo, nimekuwa mtu wa ajabu leo. Mwanangu vipi, mbona unaniletea mieyusho mwanangu? Kama kaa mwanangu. Kuna nini mwanangu? Kaka utulie. Kaa mwanangu. Kuna nini mwanangu huko? Mwanangu unazingua. Jua sikuelewi mwanangu, kuna nini? Wa kipara. Alafu mapchano, una kuna kitu sikielewi. Mbona kama hii nguo ya mchungaji Joseph, sijui Pastor Joseph yule mwamba yule ananifuatilia masuala yangu mimi. Umeipata wapi mwamba? Unalionaje ili hapa kipara? Liko safi? Yaani hata harufu ya sabuni. Yaani hata ile harufu ya sabuni bado ipo mwanangu. Bado ipo. Lakini sitaki chano. Umelipata wapi hilo shati? Au umeiba mwanangu? Tena umeiba mchana kweupe, unajua linang'aa. Mwanangu, unajua mimi naibaga usiku, lakini unazingua unaiba mchana kweupe. Si watatufahamu mwanangu. Hivi una shida gani wewe? Mwamba, silete balaa. Wa kipara. Mwanangu mimi sijaiba.
Mimi nimelipokea mwanangu, nimelipokea mwenyewe. Lenyewe lilitaka kunifuata. Naliona hivi kwa macho yangu ya mawili man. Shati hapa nanifuata unga kwa ongeli hata. Vipi kipara? Unanishangaza. Hii sio kazi ya kawaida. Ama una uchawi mwana? Maana huyu pasta si mtu wa mchezo. Nasikia na upako sana pasta. Nasemea uchawi kipara. Uchawi? Uchawi gani mwanangu? Wewe mwenyewe unaelewa mimi mwepesi. Kwenye hizi kazi kitambo mwanangu 2060 kitambo mimi nipo kwenye kazi zetu hizi za kupora man. Oa, ni hata kabla hajajipangusa jasho yule. Ndio mnamuita pasta. Ni mchunga yule. Kabla hajajipangusa jasho yani. Shati liko mikononi mwangu. Kasema hii itatufaa. Wewe mwenyewe unakaona mwanangu? Kako safi man, ni kasuti aka. Wakipara, kasuti man. Kwanza hapa hivi na winda yani. Yaani yule mchunga yule. Na winda nipate na kisuruali kake kile. Alafu nikikipata kisuruali chake kile nikikisha. Namtipia mke wake. Juma Kichanuo mwanangu. Lakini naona mchezo huu utakugeuka. Utapata bonge la kosa mwanangu. Yule mchungaji ni hatari. Yule pasta ni hatari. Ana macho ya ndani, anaona kila kitu. Kipaya niwe muoga sana kipaya. Kama yule mchunga yanaona kwa sasa, haja nichukue na mimi mchana huu jua limewaka. Umeona mzee? Mimi nikitoka hapa nenda sokoni kulipushiri shati. Kwa moyo tuko arosto mwanangu hapa maskani. Ile ndio kuipushi. Usichokielewa. Na mimi mara ya mwisho nilicheka kama wewe. Nilikimbizwa na mzimu Mr. Kichanuo usiku mzima. Najua wewe utacheka leo, lakini usiku utaomba rehema. Kipara. Acha maneno ya kukupesha kipara. Misipendelee woka kipara. Mwanangu. Ni mbele mwana. Sio shati la kawaida hilo. Kama lilimvuka mchungaji mchana, basi kuna nguvu nyingine itakuwa inacheza hapa kijijini. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno bali kwa kusubiria. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma. Wakati haoni njia, bado unasema Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo
wakati wa Mungu ni bora. Nikiwa dhaifu, nguvu zake huonekana, kwani si kwa macho bali kwa imani natembea. Kuna wakati maombi yananyamaza na machozi yanakuwa lugha ya moyo. Kuna saa Mungu anakaa kimya, lakini kimya chake si kutojibu. Nilijaribiwa kama dhahabu